Matajiri wengi ukiwafuatilia wana ibilisi. Tajiri ana uwezo wa kuwa na bilioni 3, 4, ana kila kitu, lakini hana uwezo wa kutoa shilingi 10,000 kwenda kuweka bati katika nyumba ya Mungu. Hawezi tajiri. Si tunawaona sisi? Lakini tajiri huyo huyo ana uwezo wa kudhamini mamisi, yeye akafurahi, lakini hana uwezo wa kumpa Mungu bati 2, kwa sababu kwanza ajui kwamba yeye macho yale kampa Mungu, tumbo kampa Mungu, wala alipi vati damu. Lakini anaona haya mambo ya yule ibilisi, sio yeye. Kwa sababu ibilisi anajua huyu mimi nikimwacha huyu akitengeneza mambo ya Mungu, dini inakwenda, mimi nitamkosa. Ndio ibilisi kaweka panzia, anampambia dunia. Sawa sawa. Siku zote mimi nalia nao. Na Mungu sikaahidi matajiri itakuwa bora apite nani? Ngamia kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kufanyaje? Yale maneno ya Mungu. Sasa ili wasifike huko, matajiri wanatakiwa wamtizame sana Mungu. Lakini tajiri kwenda peponi ni rahisi tu. Kwa nini sasa? Mfano katika milioni 100 akajenga msikiti au kituo au vitu, akatafuta yatima hapa Dar es Salaam wako wangapi? Labda wako 500. Sawa. Umeona mwezi wa 12 huu? Mwezi wa 12 huu. Mafuka watoto wa mayatima wengi wanakosa vitendea kazi vya shule baada ya shule kufunguliwa. Sasa yeye akaweka huku akatoa nani labda kaunta 500 huku 500, uone kashaandikiwa pepo na Mungu. Lakini hawawezi. Tena mwezi wa 12 ndo anaenda Arusha kwenda kula dunia. Sawa sawa. Sasa yule ni ibilisi. Ibilisi ana tabia ukiwa wewe mtu aheri anakuingilia, yani kukubomoa, kwa sababu kashahidi atateka kundi. Kwa hiyo ibilisi hata wanawake, mimi si ndoa bongo, yule ibilisi. Ukimsikia mwanamke mimi siolewi bwana, ndoa bongo, yule ibilisi. Mfuate muulize, kama ndoa si bongo, wewe utaki ndoa, unataka nini? Maana yake huyo ni mzinifu. Huyo ni ukimsikia mwanamke kuolewa unaenda kugundua nini? Yule ni mzinifu. Piwa kabisa. Tena ni mzinifu kweli kweli. Hataki kuolewa. Kwa sababu ndoa amri ya Mungu. Zinaa kakataza Mungu. Yeye anasema mimi siolewi, ndoa bongo nigundue nini? Huyo ni shetani. Huyo ni piwa kabisa, wala usipate tabu. Maana shetani kamuingia. Hata ukimsikia mtu mimi bwana siwezi kuoa mishangazi, na shetani vile vile. Kwa sababu ile mishangazi si wanawake. Kwa sababu Mungu akusema fulani waolewe, mafulani wasiolewe. Mungu akusema hilo. Ile mashangazi hilo limepangwa tu. Ule ni mashetani wale wanaoita wanawake mashangazi. Ni ushetani vile vile. Unajua maana kuwaita mashangazi? Yaani ni wale wanawake waliojaliwa wenye miili mingi. Ndio wanaitwa. Lakini zile ni neema zinaitwa. Shetani ni kiumbe anaopenda kuwachezea watu wanaomshika Mungu. Ndio maana tumeambiwa sisi tusiache kumtaja Mungu, kwa sababu kadiri unavyomtaja Mungu yule shetani anakaa mbali. Ngoja kwanza.